Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu ahimidiwe milele. Amen, amen, amen. Tunamtukuza Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, ambaye niko Alfa tena Omega, mwanzo tena mwisho. Yeye aliumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo, akaja duniani tena kama mwanadamu, akatufia msalabani, akatununua kwa damu ya thamani sana ipitayo damu zote. Halafu tena akaona si vema atuache yatima, baada ya kutupatanisha na Baba, kutununua kwa damu yake ya thamani. Alipoenda kwenye utukufu wake mbinguni, akaamua kuja kwetu kuishi nasi daima kama Roho, maana hakika iko pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Amen, amen, amen. Tunaendelea na somo letu zuri kabisa. Ni siku nyingine tena, Roho Mtakatifu ametusaidia na kutuwezesha tuweze kuingia live tena, ili tuendelee kujifunza mambo ya ulimwengu wa roho. Amen. Mambo yetu haya ya ufalme wa Mungu, mambo yetu ya Roho Mtakatifu, mambo yetu ya Yesu Kristo Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kwa sababu hakika haya ndio yanayotupasa. Haya ndio mambo yetu. Tukiangalia nyakati tulizo nazo, muda umeshatutupa mkono, muda umeshakimbia. Hakika tuitengeneze njia ya Bwana, hakika tumrudie Bwana, hakika tufanye bidii ya kuishi kama Yesu alivyoagiza, ili hatimaye tusije tukaukosa ufalme wa Mungu. Tusije tukaikosa neema hii ambayo Yesu ametupa bure, ya yeye kuja kuteswa na kufa pale msalabani, ili sisi tupate kuokolewa, tupate kuwa na haki mbele za Mungu, tupate kwenda kuishi naye milele, tupate kupata neema hii kuu. Mungu mtakatifu atusaidie. Roho Mtakatifu atusaidie tuelewe nyakati tulizo nazo, kwamba hakika tuko nyakati za mwisho sana. Tunahitaji kumtafuta Mungu wetu kwa bidii. Tunahitaji kufanya bidii kuishi kama Yesu alivyotaka, anavyotaka, alivyoagiza, ili kusudi tupate kukidhi vigezo na masharti vya kuwa mali ya Yesu Kristo Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Hata kama ikitokea akarudi leo, tuwe tumekubalika kwenye macho yake, tuwe tumekubalika kwenye ufalme wake, kwa sababu hakika ulimwengu wa roho ni halisi. Amen. Tunaendelea na somo letu zuri la Roho Mtakatifu. Tumeangalia vipengele mbalimbali kuhusu Roho Mtakatifu. Tumeangalia kipengele cha kwanza cha utangulizi. Tukaona kwenye Biblia kumbe kuna maandiko mengi sana yamemzungumzia Roho Mtakatifu. Niliweka pale maandiko zaidi ya 20. Amen. Tukaangalia kipengele cha pili kwamba Roho Mtakatifu alikuwepo tangia lini. Tukaona kwamba kumbe Roho Mtakatifu alikuwepo tangu milele kabla ya kuumbwa misingi ya ulimwengu. Nikaweka hapo maandiko. Amen. Tukaangalia tena kwamba Roho Mtakatifu ni nani. Tukagundua kwamba kumbe Roho Mtakatifu ni Mungu sawa na Baba na Mwana. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Roho Mtakatifu ndiye Yesu mwenyewe. Amen. Tukaja tena tukaangalia kwamba kumbe Roho Mtakatifu ni Yesu mwenyewe. Okay. Sasa tukajifunza tena kitu kingine. Vigezo sasa na masharti vya huyu Yesu, vya kutaka kwamba tuweze kumpata sasa huyo Yesu mwenyewe aje tena kuishi nasi kwenye maisha yetu, licha kwamba alitufia msalabani. Kwa hiyo tukaona hivyo vigezo, tukaviangalia jana hivyo vigezo, kwamba ni lazima umwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yani utubu dhambi, uamue kuacha na kuamua kumwamini Yesu na kumfuata Yesu kwa 100%. Tukaona kigezo cha pili ni lazima uonyeshe nia ya dhati ya moyo wako, uonyeshe kumtamani, uonyeshe kumhitaji, kwa sababu ulimwengu wa roho haulazimishi mtu. Ulimwengu wa roho unataka willingness, utayari wako wewe, bidii yako wewe ndio itakayomfanya Mungu mwenyewe aone kwamba huyu kweli amemaanisha. Amen. Tukaangalia kigezo cha tatu kwamba ni lazima uwe ni mtu wa kujizoeza kuishi maisha matakatifu. Kukosea kama mwanadamu vitu vidogo vidogo it's okay, lakini yani ujizoeze, usizoelee dhambi, usizoelee mabaya, usizoelee uovu. Amen. Jizoeze kujitenga na dhambi, kujitenga na uovu. Yani ni vitu ambavyo vinawezekana kabisa tu. Unaona kabisa kwamba fulani huyu bwana kila akiwa ananipigia simu au kila nikiwa nimekaa naye karibu ni fulani kasema, fulani kafanya, fulani cut off. Mtenge mtu kama huyo, kuwa naye mbali, unampa mipaka. Unaongea naye, yani unapiga hesabu kwamba sasa huyu ili asinitie unajisi. Baada ya kuongea naye dakika 10, maana huyu akiongea dakika 2 anaongea mambo ya maana. Alafu akizidikishaisha hizo dakika 2, hana mambo mengine ya maana, anaanza kuongea upuuzi. Kwa hiyo unampa hizo dakika 2 tu au 1.5. Alafu unatafuta kitu kingine cha kujifanya kama uko busy, kumbe unamkwepa, unajitenga na uovu.
Amen. Na ikiwezekana, ukiweza, jitenge kabisa na marafiki ambao hawatakusaidia kitu. Kuwa busy na kumtafuta Mungu. Nyakati zenyewe zimeisha hizi. Amen. Alafu tukaona kwamba uwe ni mtu wa maombi, uwe ni mtu wa bidii katika kumtafuta Mungu. Soma neno, bidiishe kwenye mambo ya Mungu. Ukijibidisha kwenye mambo ya Mungu, Yesu anakuona kwamba hakika una nia. Haya, yeye mwenyewe anakuja kukusaidia, kwa sababu hakuna anayeweza kufanya mambo yoyote kwa akili zake, bali ni yeye mwenyewe. Roho Mtakatifu anatusaidia sisi. Amen. Roho Mtakatifu anatusaidia. Amen. Roho Mtakatifu anatusaidia. Amen. Leo tunaenda kuangalia kipengele kingine tena. Utajuaje kama una Roho Mtakatifu aliye active? Utajuaje kama una Roho Mtakatifu aliye active? Kuna watu wamemzimisha Roho Mtakatifu. Kuna watu hawajawahi kumpokea Roho Mtakatifu kabisa. Kuna watu Roho Mtakatifu waliwahi kuwa nao na Roho Mtakatifu akawaacha kabisa, kama alivyomwacha Sauli. Sasa wewe utajuaje kama una Roho Mtakatifu aliye active? Leo ndo kitu tunachoenda kukiangalia hiki. Kwa hiyo ndo maana mimi wanasema katika maisha ya ulimwengu huu tunaoishi, hakuna mtu anaweza akasema kwamba hajitambui. Hakuna mtu anaweza akasema kwamba hajui anachokifanya. Hakuna mtu anaweza akasema kwamba haelewi, yani hajielewi. Yani unajua kila mtu alipokaa anajua yeye ni wa motoni, anajua yeye ni wa mbinguni. Yani kubali kataa. Kubali kataa. Yani mtu anajijua kabisa. Sasa wewe unaenda kwa waganga wa kienyeji, na unajua kabisa kwenda kwa waganga wa kienyeji ni kosa. Na ndio maana unapoenda kwa waganga wa kienyeji huagi watu kwa nani, kwa jamani naenda kwa mganga fulani. Hao ni wale waliojitoa nafsi zao kamili kwa shetani, ambao ndo waganga wenyewe. Wachawi wale waliojitoa nafsi zao kamili kwa shetani wanajitangaza. Wale watu ambao walijitoaga wenyewe, yani wamejitoa kama vile sisi tulivyojitoa kwa Yesu, tunavyomtangaza Yesu hivi, na wao wamejitoa huko na jitangaza huko, hao ni wengine. Sasa tunazungumzia watu wa kawaida tu. Watu wa kawaida tu ambao yani ni kwa sababu ya kutokujielewa. Yani anajielewa, anaelewa lakini anachokifanya sio kwamba haelewi. Anaelewa vizuri. Anaelewa kabisa kwamba anaenda kilabuni kulewa, na anajua kulewa ni kosa. Na ndio maana anajua kabisa kwamba nikilewa, hata nikienda kanisani sitakiwi kufanya 1 2 3. Yani nakuwa nimefanya kosa. Anaelewa. Anapoenda guest, anaelewa kabisa. Na ndio maana magesti yote ana mlango wa mbele na wa nyuma. Mbona apiti mbele? Ukiona watu wanapita mbele wana mabegi ngongo, manake mtu anaelewa. Kwa hiyo hata huku kwamba utajuaje kama una Roho Mtakatifu? Una Roho Mtakatifu ndugu yangu unajua. Una Roho Mtakatifu ndugu yangu unajua. Sasa kwa wale ambao hawajawahi kumsikia Roho Mtakatifu, hawajawahi kuelewa maisha ya kuhusu Roho Mtakatifu, ndio tunawaambia sasa kwamba mtu mwenye Roho Mtakatifu anakuwa ana sifa hizi. Kwa hiyo leo tutaenda kujifunza sifa za mtu mwenye Roho Mtakatifu. Yani mtu mwenye Roho Mtakatifu utajua tu ana Roho Mtakatifu. Utajua tu. Yeye mwenyewe kwanza anajijua, na hata mtu baki wewe mwenyewe utajua. Na ambaye hana Roho Mtakatifu yeye mwenyewe anajijua, na hata mtu baki atamjua. Amen. Tutaenda kuangalia yani namba 1. Utajuaje kama una Roho Mtakatifu? Namba 1 kabisa, kwa mujibu wa maandiko, huyu mtu atakuwa na uwezo wa kunena kwa lugha. Lakini kunena kwa lugha sio kwa mchongo. Kuna watu wananena kwa lugha kwa mchongo waonekana wana Roho Mtakatifu. Maisha ya ulimwengu wa leo ni halisi, my dear friend. Maisha ya ulimwengu wa leo ni halisi. Maisha ya ulimwengu wa leo sio propaganda. Maisha ya ulimwengu wa leo yani ni halisi kabisa. Kwa mtu ambaye ananena kwa lugha atanielewa ninachokiongea. Kunena kwa lugha sio kwa mtu kutaka. Kunena kwa lugha sio kwa mtu kuhitaji. Kunena kwa lugha kunakuja automatiki. Amen. Unakuta wakati mwingine upo kwenye mazingira ambayo hutaki hata watu waone kama unanena kwa lugha, unajizuia, unakuta uwezi. Unataka kurudi kwenye hali ya kawaida uongee maneno ya kawaida au ya Kiingereza au ya Kiswahili, unakuta uwezi. Yani ni unakuwa yani ni automatiki. Amen. Sio ile ya wale watu ambao wanakuwa kuna wale wanao act. Unajua sasa unakuta mtu anafanya comedy na ana act ananena kwa lugha. Umeona? Kwa hiyo sio ile ya kuact. Amen. Sio ile ya kukalili kwamba umemsikia fulani ananena hivi. Na kunena kwa lugha kuko kwa aina tofauti. Sio kama anavyonena huyu lazima anene huyu na lazima anene huyu. Amen. Kwa hiyo haya ni mambo ya rohoni. Amen.
Na tukija kujifunza, tunapojifunza hivi atukuzwe Roho Mtakatifu, ananitumia mimi ambaye amenisaidia toka maisha yangu yote. Na mimi nilijazwa Roho Mtakatifu automatic. Kwa hiyo ninachokiongea na kielewa. Sijawahi ombewa na mchungaji yoyote kwa ajili ya kujazwa Roho Mtakatifu. Sijawahi ombewa, sijawahi fundishwa mafundisho haya tunayofundishwa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kujazwa Roho Mtakatifu. Nilijazwa Roho Mtakatifu automatic. Kwenye maono nikiwa kanisani. Amen. Nikiwa binti mdogo wa miaka 13. Amen. Maisha ya ulimwengu wa leo ni halisi. Kama nilivyokuambia jana. Yesu anataka mtu. Anataka moyo uliopondeka. Anataka moyo unaomhitaji. Anataka moyo unaofanya bidii. Ni kweli sio sisi tuliomchagua Yesu, bali ni Yesu ndiye aliyetuchagua sisi. Akatupenda. Akatupenda mno. Na ni kweli hata ile siku nilipokuwa napata maono, nilipata maono nikiwa kanisani. Hayo maono ninayapata nikiwa kanisani. Sio kwamba nikiwa nimelala nyumbani. Nilikuwa kanisani. Binti mdogo wa miaka 13. Nimetoka nyumbani mbali. Nilikuwa nakaa Mtwivila kama nilivyosema. Nimeenda zangu Kiesa kwa mguu, nimewahi ibada. Yani hakuna watu. Nasubiri ibada sasa ianze. Ndio mimi nimekaa zangu pale kanisani, nimepiga magoti. Niko bize na Mungu wangu. Mara pap nikajikuta sipo katika ulimwengu wa kawaida. Amen. Hiyo nitaizungumzia baadaye, nisiende nayo mbali sana. Baadaye tukipata nafasi, sababu ya muda, tukipata nafasi baadaye nitakupa historia. Uone kwamba faida ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Yaani njaa na kiu ile ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Japo ni kweli ni neema ambayo Yesu mwenyewe ametupa. Anatuchagua mwenyewe, ametuokoa mwenyewe, ametupenda mwenyewe kabla ya kuumbwa misingi ya ulimwengu. Yoyote unayemuona anampenda Mungu kwa bidii, sio kwamba eti yeye ndo ana bidii hiyo. Ni Yesu ametuchagua, ni kweli. Lakini sasa Yesu anaweza kama ametuchagua afu sisi tusijitambue, tusijibidiishe. Amen. Hata kama ndio dunia ina mambo mengi na tusonga na mambo mengi na tupa stress nyingi na tufanyia mambo mengi, lakini hebu tujitahidi kuavoid vitu fulani. Amen. Tujitambue tu. Kwa sababu hata tukisema kwamba sawa tuko frustrated, sawa dunia inatupeleka kulia na kushoto, sasa hata ukibezi huko haitakusaidia. Amen. Tuko nyakati za mwisho sana. Tunamhitaji sana Mungu kwa wakati huu. Tunamhitaji sana Mungu kabla hatujachelewa. Amen. Kwa sababu Yesu akirudi kulichukua kanisa lake. Amen. Mambo yatakuwa ni mengi sana ukibaki baadaye. Amen. Ni bora ukafanya matengenezo saa hizi. Tengeneza maisha yako leo. Tengeneza maisha yako saa hizi kwa faida yako wewe mwenyewe. Amen. Jitahidi kujibidisha na mambo ya Mungu. Jitahidi kujibidisha na kumtafuta Mungu. Jitahidi kujikagua kwamba wapi nimekosea, wapi sijaweka mambo sawa. Rekebisha, weka mambo sawa. Amen. Kwa sababu muda ni mchache sana. Utajuaje kama una Roho Mtakatifu aliye active? Roho Mtakatifu ambaye anafanya kazi, Roho Mtakatifu ambaye hajalala, Roho Mtakatifu ambaye hajazimika, Roho Mtakatifu ambaye hajakuacha. Namba 1 kama nilivyosema, utakuwa unanena kwa lugha. Yaani kunena kwa lugha hiyo sio mtu kujifanyisha, ni lazima. Kwa sababu ni Yesu mwenyewe kasema. Yaani kila unachokiona Yesu kasema, ni final. Hakina mbadala. Ukiona mtu anasema kwamba kunena kwa lugha sio lazima, unaweza kujazwa Roho Mtakatifu, usinene kwa lugha, unajiuliza huyu mtu akili kumtu zipo. Kwa sababu anataka kutoka nje ya kila alichokisema mwenye mbingu yake. Anataka kutoka nje ya kila alichokisema mwenye hiyo. Sasa sisi tunao kusikiliza nje tunajiuliza kwamba huyu mwenzetu akili zake zimetimia huyu au ana shida kidogo kwenye mtindio. Kwa sababu kama umeamua kumfuata Yesu, utamfuata Yesu, utamtii Yesu, utaamini kila alichokuambia. Kila alichokisema. Alichokisema Yesu ndicho alichokisema. Final. Hakuna mbadala kama unataka kuwa mali ya Yesu. Ila kama hutaki kuwa mali ya Yesu, sisi tunakuangalia tu. Tuseme nini? Sisi tunakuangalia tu. Lakini haijalishi. Yaani kama nilivyosema ulimwengu wa roho haijalishi wewe ni nani. Wewe ni nani haijalishi, ni kujitambua tu. Amen. Kwa hiyo ukijazwa na Roho Mtakatifu, ukiwa na Roho Mtakatifu aliye active, ambaye haujamzimisha, ambaye hajalala, kumzimisha ndo kulala kwenyewe, ambaye hajakuacha.
Kwa sababu Roho Mtakatifu anaweza akaja kwako akafanya kazi na wewe kwa muda fulani. Akiona kila anachokuelekeza, kila unachokuambia ufanye hufanyi, anakuacha. Kama alivyomwacha Sauli. Anakuacha kabisa. Na akikuacha wewe utakuwa unajiamini kama utafikiri uko vizuri, uko za hapa tu, kumbe uko mwenyewe unaenda kimwili 100%. 100% unakuwa uko mwilini 100%. Kwa sababu tukiwa na Roho Mtakatifu tunakuwa rohoni 100%. Amen. Kwa hiyo namba 1 ni lazima kunena kwa lugha mpya. Amen. Yaani hiyo uwe unataka, iwe hautaki, uwe unabisha, uwe unafanyaje, maadamu mwenye mbingu yake ndo kasema. Mwenye mbingu yake Yesu ndo kasema. Final. Marko 16:16-18. Marko 16:16-18. Marko 16:16-18. Neno la Mungu linasema, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Mstari wa 17. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Nani anasema hiyo? Yesu hiyo. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kamwe, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Amen. Na aaminie, ngoja ni labda nianze mstari wa 15. Akasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, na hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Amen, amen, amen. Narudia tena kwa msisitizo kwa mara ya 3. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Amen. Yaani ukiwa wewe umemwamini Yesu, ukiwa na Roho Mtakatifu una haja kuogopa. Una haja kuogopa. Lakini anaposema wakinywa vitu vya kufisha havitawazuru kamwe, so uende ukachukua sumu ya panya unywe. Hapo utakuwa umemjaribu Bwana Mungu wako. Na Yesu anasema usimjaribu Bwana Mungu wako. Imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Yaani kama mtu amekufanyia hila, akakuwekea sumu, unakunywa sumu na maisha yanaendelea. Hapo anaendelea kukuangalia. Utumbo wala ukucha. Amen. Hiyo ni halisi na ni amina na kweli. Amen. Yaani alichokisema Yesu ni fine. Alichokisema Yesu ni fine. Yaani Yesu akisema ndo amemaliza, ndo mwenye mbingu yake. Kwa hiyo hapa Yesu kwa kinywa chake ndo alikuwa anayaongea haya. Halafu akaja tena, some Luka 10 tena, nilikuwa sijaiweka hapa. Luka 10:19. Luka 10:19. Hapo nataka nisisitize hiyo ya watashika nyoka, watakunywa vitu vya kufisha, havitawazuru hivi na hivi na hivi. Okay. Sasa nasoma Luka 10:19. Hii ni andiko la nyongeza tu lakini halipo kwenye mpangilio. Luka 10:19. Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Amen. Tazama nimewapa amri, ametupa amri. Yesu ametupa amri ya kukanyaga nyoka na nge na kuharibu nguvu zote za yule movu, za yule adui, wala hakuna kitu kitakachotudhuru. Umeona hiyo? Ametupa amri. Luka 10:19. Yaani hiyo kwa muumini lazima iwe na kugongomelea kichwani muda wote. Kabla hujaanza maombi ya vita unaanza na kukumbusha hilo andiko.
Nimepewa amri ya kukanyaga nyoka na nge na kuharibu nguvu zote za mwovu adui, na hakuna chochote kitakachonidhuru. Ndio unaanza kuteketeza. Maana wewe yani ulimwengu wa roho umewamshia nani? Umewaambia kabisa kwamba nimepewa amri, nimepewa mamlaka hiyo. Yani nimepewa hiyo amri kwamba ni lazima nifanye. Amri maana yake ni lazima nifanye. Nimepewa mamlaka hiyo, nimepewa agizo hilo kwamba mimi kazi yangu ni kuharibu nguvu za yule adui na hakuna chochote kitakachonidhuru. Yani kukanyaga nyoka na nge na kuharibu nguvu za yule mwovu adui na hakuna chochote kitakachonidhuru. Dola ya kumwamini Yesu. Dola ya kuwa na Yesu. Tukikwambia kwa Yesu ni raha, watu wanabisha. Lakini yani kwa sababu hawaelewi. Ukiingia kwa Yesu miguu yote miwili, kama anavyosema mpende Bwana Mungu wako kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, kwa ufahamu wako wote, kwa akili, yani kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Yani uingie mzima, ukamwamini Yesu, ukampenda Yesu, mzima kamilifu, utaenjoy sana maisha. Kitabu mateso vitatajwa kwako, sio fungu lako. Aligongomelea Yesu msalabani na shamalizaga huko. Hayanihusu mimi. Yani hawezi akateseka Yesu mimi nije niteseke tena. Hicho kitu nilishakikataa maisha yangu yote. Sio fungu langu. Amen. Kwa hiyo tumeona hapo kwamba kumbe kunena kwa lugha ni kauli ya Yesu mwenyewe. Ni nani ya Yesu mwenyewe? Yani amesema ni ishara katika hawa watakaompokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukishajiona wewe una Roho Mtakatifu, ukisema yani ukishajiona kwamba haujawahi kunena kwa lugha kwa aina yoyote, maana kunena kwa lugha kwa aina nyingi. Na Roho Mtakatifu unaweza ukawa naye lakini hujamchochea. Amen. Kwa sababu Roho Mtakatifu anatakiwa awe anachochewa. Yani ulimwengu wa roho ni halisi. Yani wewe huwezi kuwa umejazwa Roho Mtakatifu afu umekaa tu, afu pale unamzimisha Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hiyo kama umejaa Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu iko active, ndio maana nimekuambia utajuaje kama una Roho Mtakatifu aliye active ambaye yupo kazini, anafanya kazi, yuko busy. Hivi vitu utaviona. Amen. Namba 1 ndio hiyo kunena kwa lugha mpya. Amen. Tumeona Marko 16 hadi 18. Luka hiyo 19 nimeiongezea kama nyongeza. Tunaenda kuangalia Matendo 2:4. Matendo sura ya 2 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Amen. Tunaenda kuangalia tena Matendo hiyo 19. Matendo hiyo 19 mstari wa 5 mpaka wa 6. Matendo 19 mstari wa 5 mpaka wa 6. Neno la Mungu linasema, na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Amen. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Mstari wa 5, na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Yani waliposikia habari za Yesu wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu, halafu ndo Paulo akaweka mikono juu yao kuwaombea ujazo wa Roho Mtakatifu, hatimaye wakaanza kunena kwa lugha mpya na kutabiri. Amen. Tunaendelea tena, tunaona Matendo 10:44 mpaka 46. Matendo 10 mstari wa 44 mpaka 46. Neno la Mungu linasema, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa, watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao mmwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Wakaanza kunena kwa lugha mpya. Amen. Yani mtu mwenye Roho Mtakatifu aliye active atanena tu kwa lugha, ni lazima. Kama una Roho Mtakatifu aliye active. Ukiona mtu anaanza kutafuta visingizio, kunena kwa lugha sio lazima, kunena kwa lugha sijui nini, kunena kwa lugha sijui nini, kunena kwa lugha sijui nini. Amen. Kunena kwa lugha Yesu kasema, hiyo ni ishara ya mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu. Sasa kama akisema Yesu, nani mwingine aje aseme sio?
Amen. Haya, tumwangalie na Paulo. Paulo anasema sawa kunena kwa lugha, okay. Hata nadhani hapa labda watu ndo wanaposhindwa kuelewa. Ngoja tulisome ile andiko wa Korinto wa kwanza 14. Moja na kuendelea wa Korinto wa kwanza. Unajua Paulo alikuwa anatoa ushauri. Mimi nasema kuna vitu vingine mtu unabidi utumie akili unaposoma maandiko. Paulo alikuwa ni mtumishi wa Mungu kama mtumishi mwingine, kama alivyokuwa Petro, kama alivyokuwa Yakobo, kama alivyokuwa kama alivyokuwa wakina Yohana. Amen. Kama alivyo mchungaji wako, kama alivyo mchungaji wangu. Yaani anaweza akatoa ushauri, anaweza akatoa wazo kwamba mimi nashauri jamani tufanye hivi na hivi na hivi, ili jambo liende hivi. Tuweke msingi hivi na hivi, ili jambo liweke hivi. Lakini sio kwamba eti yeye ndio mwenye mbingu. Ana mbingu kupeleka mtu, hajafia mtu bwana. Yeye mwenyewe kafiuka. Yaani Yesu ndo alimfia yeye. Amen. Kwa hiyo amefanya kazi tu, ametoa tu ushauri kwamba hapa inakuaje na kuaje. Okay. Wakorinto wa kwanza 14, tuanze mstari wa kwanza na kuendelea. Ufuateni upendo na kutaka sana kalama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu kwa ushauri wake. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye ahutubuye, yani ahubirie, asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Yani hapo alikuwa anazungumza namna ya kulijenga kanisa. Unaona? Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Yani yeye Paulo ukimzingatia sana mahubiri yake mengi, mafundisho yake mengi, alikuwa anataka kujenga kanisa. Amen. Yani watu anaojenga watu. Tunaposema kanisa ni watu. Yani unazungumza kuhusu watu. Amen. Watu, yani kwamba katika kanisa watu wapende sana kuhutubu. Kunena kwa lugha, yani hiyo ni lazima. Hiyo ni obvious, yani ni lazima, ni kwamba ni utanena kwa lugha kwa sababu ni kanuni, ni taratibu. Amen. Lakini sasa alikuwa anasema kwamba kanisani sasa isichukue kama ndo muda mrefu, yani kwamba watu wapende sana zaidi pia kuhutubu, yani kuhubiri. Amen. Kwa sababu kwenye kuhubiri maana yake unasaidia watu, unamfariji mtu, unamtoa hivi na hivi na hivi. Lakini mstari wa 6. Ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha, nitawafaidia nini? Isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo, au kwa njia ya elimu, au kwa njia ya hotuba, au kwa njia ya fundisho. Amen. Yani kwamba yeye Paulo kwa mfano amefika kanisani sasa, akaanza tu moja kwa moja ananena tu kwa lugha toka mwanzo mpaka mwisho. Kama tu ni ibada ya kunena kwa lugha siku hiyo ni ifi nyingine. Lakini kama ni ibada ya kawaida ndo maana akawa anasema kwamba sasa mimi nafika tu naanza tu kunena kwa lugha, afu kunena kwa lugha bila kufasiri. Maana yake mtu anakuwa hata hajaelewa nini kinachoendelea. Amen. Kwa hiyo yeye anachomaanisha yani ilikuwa katika kulijenga nini? Kanisa. Amen. Anazungumzia mambo ya yani hapo ni ushauri, na yani sio kwamba eti yani sio kwamba eti yani sijui nisemaje, sio kwamba ni amri. Paulo hana uwezo wa kusema kwamba ametoa amri kwamba ndio final. Mwenye uwezo kusema ametoa amri ambayo ndio final ni Yesu. Kwa hiyo ibada mnaweza mkawa mmeamua kwamba siku hiyo ibada ikawa ni kunena kwa lugha toka mwanzo wa ibada mpaka mwisho wa ibada. Mmeamua hivyo, mmepanga, mmemwambia Roho Mtakatifu hivyo. Basi. Amen. Kwa sababu yani ibada ni kumwabudu Mungu yani. Kwa hiyo yeye alikuwa kuzungumza kwamba okay, sasa isiwe sasa kama yani kunena kwa lugha kuchukue nafasi kubwa zaidi kuliko kuhutubu, yani kuhubiri. Amen. Kwa hiyo kwamba watu wahubiriwe. Lakini sasa okay, ndio hivyo nasema ni ushauri. Amen. Ni ushauri alikuwa anatoa Petro. Na Paulo, huyu ni Paulo. Amen. Alikuwa amewaandikia wa Korinto, ameandika barua kwa Korinto. Amen. Na ndio maana hata yeye akaenda akasema, kwa sababu hiyo anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Amen. Maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Sasa hii tutakuja kuangalia kwenye kalama za Roho Mtakatifu. Amen. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho tena nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho tena nitaimba kwa akili pia. Kwa maana wewe ukibariki kwa roho, yeye aketie katika mahali pa mjinga ataitikaje amina, baada ya kushukuru kwako akiwa hajui usemayo.
Maana ni kweli wewe washukuru vema, bali yule mwingine hajengwi. Na mshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Yaani Paulo yeye anasema anamshukuru Mungu kwa kuwa ananena kwa lugha zaidi ya hao wote ambao ndo anawapa huo ushauri. Ndio maana anasema Paulo ni mchungaji, yani kama alikuwa ni mtume, tuseme kama vile anavyoweza kawa mchungaji wako leo, kama vile anavyoweza kawa mtumishi wa Mungu yoyote ambaye yuko mbele yako. Amen. Kwa hiyo anaweza kukupa ushauri. Kunena kwa lugha. Kwa hiyo yani tusiende mbali sana. Kwa hiyo hapo nilikuwa nazungumzia kwamba watu wanaanza kuitaka kama kuichukulia nyepesi sana hii ya kunena kwa lugha kwa sababu tu ya kutokuelewa Paulo alimaanisha nini alivyoyaongea hayo. Amen. Na yaani unajua Paulo ukimzingatia usimchukulie kiharaka. Unajua watu maandiko wanapenda kusoma kama utafikiri nani. Yaani soma nia yake muelewa alikuwa anamaanisha nini. Umeona? Kwa sababu alikuwa anadili Paulo injili yake ilikuwa ni kwa watu wa mataifa. Tofauti na injili ya Petro. Injili ya Petro ilikuwa ni kwa watu ambao sio wa mataifa. Paulo alikuwa ni mtu wa mataifa. Kwa watu ambao walikuwa hawajawahi kusikia habari za Mungu kabisa. Kabisa. Lakini Petro huku alikuwa kwenye msingi wa watu ambao walikuwa wanajua habari za Mungu, wanajua Yesu watakuja hivi, ndio wale waliokuwa wana ile torati ya Musa. Amen. Kwa hiyo ni watu wawili tofauti. Musa not Musa. Petro na Paulo ni watu wawili tofauti kabisa. Injili ya Paulo ilikuwa ni kwa mataifa. Watu ambao walikuwa hawajawahi kumsikiaga kabisa habari za Yesu. Na ndio maana unakuta Petro hata alipokuwa inatakiwa aende kwa Cornelio ambaye alikuwa ni mtu wa mataifa. Yaani Yesu aliona huyu nisipompa maono huyu akanyagi kule. Haendi. Kwa sababu Petro yeye kuitwa kwa ajili ya watu wa mataifa. Amen. Na ndio maana hata aliporudi baada ya kwenda kufanya ibada kule, watu wa huko akamwambia, "Uliendaje kule? Ulishirikianaje na wale?" Akasema, "Mimi niliona maono. Mimi ndo nikaenda, nikaambiwa niende." Lakini walimkuda pia Petro. Umeona? Lakini Paulo hii ndo ilikuwa injili yake. Kwa hiyo alikuwa anaweka msingi, yani alikuwa anaanza kuchimbua visiki kabisa huko. Amen. Kwa hiyo ni lazima waeleze mambo mbalimbali mengi. Kwa watu wengi hivi vitu hawaelewi. Yani wanaposoma Biblia wanafikiria tu kwamba yani kasema hivi basi ndo Mungu kasema. No. Yesu anasema ni lazima. Yani ishara hii, yani ishara kunena kwa lugha kwa mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu kwa mujibu wa Yesu. Anasema mtu ukijazwa Roho Mtakatifu, ishara kunena kwa lugha ni lazima. Kwa hiyo tumeishika hilo. Amen. Ila Paulo ndo alikuwa anataka tu utaratibu. Alikuwa anataka utaratibu tu kanisani, lakini sio nyumbani kwako. Nyumbani kwako wewe unaweza kwa sababu nyumbani kwako ni wewe mwenyewe, ni utaratibu wako. Wewe tena mimi napenda sana kwa mtu anayenena kwa lugha. Huo una ratiba ya muda wa kunena kwa lugha pekee. Kwa sababu pale ni Roho Mtakatifu direct anatuombea kwa Baba. Direct. Unajua kuomba kwa akili huku, wakati mwingine unaweza ukaomba kwa mhemuko. Unaweza ukaomba kwa emotion. Kwamba yani una mambo fulani ambayo labda huyaelewi hivi. Yani unaomba kulingana na akili yako. Lakini ukiwa una jambo ambalo haulielewi, yani natamani hata kama ukiwa yani ujiwekee tu utaratibu. Weka tu utaratibu. Pendelea kuomba kunena kwa lugha. Amen. Kama ukiwa uko free mwenyewe. Pendelea sana kuweka ratiba ya kunena kwa lugha. Kwa sababu maombi ya kunena kwa lugha yana nguvu mara 10,000 kwa maombi ya kutumia akili yako. Kwa sababu pale ni Roho Mtakatifu mwenyewe ndo anatuombea kwa Baba. Direct. Rumi 8:26. Rumi 8:26. Kwa sababu watu wasije wakasema tunaongea tu au tunasema tu. Rumi 8:26. Neno la Mungu linasema, "Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa." Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Amen. Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Roho mwenyewe. Amen. Ndio maana mimi napenda sana kunena kwa lugha. Umekuwa disturbed. Yani huelewi, yani Roho Mtakatifu anaugua, huelewi kuna nini, huelewi. Pale omba, nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Yeye anaenda kuimaliza hiyo kesi mwenyewe. Amen.
Haya, tumeshamaliza hiyo namba 1, kunena kwa lugha. Utajuaje kama una Roho Mtakatifu? Namba 1, utanena kwa lugha mpya. Amen. Sio lugha za mchongo. Sio lugha za mchongo. Maana kuna watu yaani wanataka kuleta maigizo mpaka kwa Mungu. Ulimwengu wa roho ni halisi. Sio eti fulani anione. Ulimwengu wa roho ni halisi bwana. Ulimwengu wa roho ni halisi. Namba 2, kuwa na nguvu ya kumshuhudia Yesu Kristo. Yaani mtu mwenye Roho Mtakatifu popote haogopi kutaja jina la Yesu. Ukiona mtu ana mashaka tu, siwezi kumtaja Yesu. Hapa siwezi kumtaja Yesu. Watu watanionaje? Watu watanielewaje? Siwezi kumsema, yaani Yesu, niseme Yesu. Nitasema Mungu. Wewe vipi wewe? Na ndio maana mimi napenda sana kutumia neno Yesu. Kwa sababu watu wanataka kujifunika kwenye kivuli cha Mungu. Yesu, sema Yesu. Yesu, sema Yesu. Sema Yesu, ndio tunakuelewa. Straight hadithi za propaganda. Watu wanataka kutuletea propaganda kila mahali tu. Mimi nakeleka sana. Mhubiri wa Injili, sema Yesu, sema asante Yesu, sema atukuzwe Yesu, sema imidiwe Yesu. Unamsikiliza, unakuta kuna mtu unamsikiliza mtu toka ameanza mpaka anamaliza hujasikia neno Yesu. Unajiuliza, sasa huyu anasema anahubiri habari za Yesu. Huyu aende huko anakoendaga huko. Aende huko yanayomhusu huko. Asije kutuchafulia huko. Asije kutuchafulia kabisa huko. Kwa kuna watu wengine ni wachafuzi wa hali ya hewa. Wanatafuta kuyatafuta huko, wanakuja kusingizia Yesu huko. Wewe ongea habari za Yesu tukuelewe kwamba unaongea habari za Yesu. Ongea habari za Yesu tukuelewe habari za Yesu. Sema habari za Yesu. Yaani Yesu. Wewe Yesu ndio aliyekufa msalabani. Tunapoongea kwamba sisi tunahubiri Injili, tunaongea habari za Yesu. Yaani Yesu kwamba alikufa akafufuka. Yesu anaokoa, Yesu anaweza, Yesu anabariki. Jamani, tumrudie Yesu. Yesu anasema, Yesu ametuambia, Yesu amefanya hivi. Yesu jamani, Yesu atukuzwe, Yesu ahimidiwe, Yesu apewe sifa. Yaani huyu Yesu alifanya, Yesu alitenda, Yesu alisema. Hicho ndio tunachokitaka. Sio tuko unaanza mpaka unamaliza. Propaganda tu. No, yakikuta huko, na yananikuta kwa sababu ya Yesu. Hata Yesu mwenyewe anakuambia ushindwe na ulege. Wewe umeenda kuyachokonoa huko. Usije kutuletea nani hapa. Sio kichefuchefu, unatutia na kichefuchefu kabisa. Kwa sababu sisi tunaposema kwamba sisi tunajifunza kwa Yesu. Yesu aliishije? Mbona tunayoyafanya Yesu hata hakuwahi kuhangaika nayo? Mbona tunayokimbizana nayo Yesu hajawahi kimbizana nayo? Yesu hajawahi hangaika nayo. Yesu hajawahi hangaika nayo. Tunajiuliza, Roho Mtakatifu gani huyu mtaka fujo? Roho Mtakatifu gani huyu mtaka magomvi? Roho Mtakatifu gani huyu mtaka kumdhalilisha Yesu? Tunachokasirika kwa sababu hapa mnatudhalilishia Yesu wetu. Kama watu hawataki kwa habari za Yesu, watuachie Yesu. Sisi tutabaki na Yesu wetu. Hawastaki kutuvuruga kichwa hapa. Yaani ukiwa na Roho Mtakatifu utakuwa na ujasiri wa kumhubiri Yesu. Utamhubiri Yesu. Yaani Yesu, utamtaja Yesu, utamtukuza Yesu, utamhimidi Yesu. Mwimbaji wa Injili anatunga wimbo wake jamani, wimbo unausikiliza wimbo toka wimbo unaanza mpaka wimbo unaisha. Jamani, hakuna neno Yesu. Sasa unajiuliza, mara baba Mungu, baba Mungu, baba mchungaji, baba mchungaji mwema tuambie Yesu. Afu najiuliza, mimi ninaposikiliza nasema hapa aliposema baba hapa itakiwa aseme Yesu. Hapa aliposema Mungu itakuwa aseme Yesu. Mbona unaweza kabisa kusema Yesu? Unakosa ujasiri kwa sababu gani? Yaani hapo tunakuuliza, unakosa ujasiri kwa sababu gani? Mbona unaweza kutamka kabisa? Yaani ule unamsikiliza wewe unakuta kabisa hapa atasema Yesu. Unakuta Yesu imetoka hii. Hakuna Yesu. Mnatuchosha. Mnatuchosha. Na ndio maana Yesu akasema, watu watakuja watasema Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako. Atasema kuendeni zenu siwajui ninyi. Siwajui kabisa na sijaita kuwajua. Mlifanya kwa tamaa zenu na matumbo yenu huko. Alafu mnakuja kumsingizia Yesu huko. Siku moja ndo nilijisikia kichefuchefu kabisa mimi. Katika pitapita zangu kwenye simu yangu na pitapita sehemu nikakutana na mtu anatoa ushuhuda.
Ni mtumishi wa Mungu, tena mkubwa, sio mdogo. Mtumishi wa Mungu mkubwa kabisa. Amen. Sio mchanga. Kaongea we. Kafika sasa mahali badala ya kumshukuru Mungu, yani kusema asante Yesu, ikawa hivi. Akamshukuru Mungu wa Kiarabu. Nikajiuliza huyu ana mtindio wa ubongo. Pale nika comment. Nikasema hivi watu wanajielewa kweli wanachokifanya au? Sasa ulishindwa nini hapo wakati unamshukuru Mungu wa Kiarabu kwa kutumia Kiarabu ambacho wewe sio Mwarabu? Kiarabu ukijui, hujui tamaduni yao, hujui wana utaratibu gani, hujui maneno yao yanavyomtukuza Mungu wao, hujui chochote kama sio ulimpukeni na utaila na upumbavu. Ungeshindwa nini pale kusema Yesu atukuzwe? Umeshindwa nini kusema pale asante Yesu? Umeshindwa nini? Yaani kilichokufanya ukashindwa pale kusema asante Yesu, kilichokufanya ukakosa ujasiri mpaka ukaamua kumtukuza Mungu kwa Kiarabu. Usiyejua hata Kiarabu chenyewe kama sio upumbavu kabisa huo. Hafu ndo sasa amejazwa Roho Mtakatifu. Usitudanganye bwana. Hivi ndio vigezo. Wewe yani utajiona tu kama una Roho Mtakatifu, utakuwa na nguvu ya kumshuhudia Yesu. Yani Yesu, sio propaganda. Yesu. Utahubiri injili ya Yesu. Utamshuhudia Yesu, utatamka habari za Yesu, utajihusisha na mambo yasiyohusiana na Yesu. Hayo wewe hayakuhusu, sio ufalme wako, sio mambo yako, yani sio ya kwako wewe. Hayo wewe yanatutia unajisi, hayatuhusu. Hata Yesu aliachana nayo, wala hakuhangaika nayo. Yeye alihangaika na tubuni na kuiamini injili, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Sisi tunasema muamini Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anabariki. Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu, alitununua kwa damu yake. Yesu alipigwa, akatununua, aligongomelewa msalabani, akatununua kwa damu ya thamani. Yesu anatupenda. Yesu anakupenda ndugu yangu. Unakutana na mtu, Yesu anakupenda. Hiyo ndo kazi yetu. Sio kutafuta kazi ambazo hazituhusu. Sio kuhangaika na vitu ambavyo havituhusu. Hapo nataka watu watu wote mtujaze stress kwenye kichwa chetu kwa sababu ya matumbo yenu huko. Kaeni huko na matumbo yenu huko. Na akawapasukie huko. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Mnatutia unajisi. Tunakeleka. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Maana ni kama mzaha. Mnaleta mzaha kwa mambo ambayo ni mambo serious. Kama kweli watu wameamua kumtafuta Mungu, fanya ya Mungu sasa. Unaendaje kutafuta yasio kuhusu huko? Kuchokonoa yasio kuhusu, kuchokonoa alio ambaye yamelala huko. Ya kukuta huko afu unakuja unajua mimi kwa sababu ya Yesu, kwa sababu ya Yesu nini wewe ushindwe na ulegero mwenyewe mfululizo kaa pembeni tumbo lako na njaa yako huko bwana. Usitutaabishe. Unatuzalilisha tu huko. Tunaonekana kama watu wa Yesu wote kama hatuna akili. Sio kweli. Mimi kitu huwa inanikera sana. Kwa sababu yani yote ni kwa sababu kutokuongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini laiti mtu kama unaongozwa na Roho Mtakatifu. Ukiongozwa na Roho Mtakatifu unakuwa na mipaka. Roho Mtakatifu anakuwekea mipaka. Unakuwa ni mtu ambaye unasema mimi hayanihusu. Sio ya kwangu. Hayanihusu mimi. No. Unakuwa ni mtu ambaye unajielewa, unajitambua. Amen. Unaenda tu kama dudu fulani, unaenda kama dudu fulani tu hivi. Alafu baadaye huko unakuwa unamchafua tu Yesu huko. Napigwa kwa sababu ya Yesu. Unapigwa sababu ya upumbavu wako. Sio sababu ya Yesu, upumbavu wako huko. Sababu ya Yesu sangapi? Kama ni kwa ajili ya Yesu, sisi tunakuona kabisa ni kwa ajili ya Yesu. Alafu tunasema hakika Yesu akutetee na Yesu. Yesu mwenyewe anasema, kama ikiwa ni kwa ajili ya Yesu anasema nyamaza kimya. Wala usijiulize utasema nini, utafanya nini. Roho Mtakatifu atakupa saa ile neno la kujibu. Na ndio maana hata Yesu hata baada ya kuwa amekamatwa amepelekwa huko kwa kina Pilato na kina nani huko, aliulizwa maswali 10,000 kidogo alinyamaza kimya. Ndio Roho Mtakatifu alivyo. Sio roho wa magomvi. Sio roho wa Roho Mtakatifu gani? Ndio watu tunasema utajuaje kama Amen. Tunaendelea. Utajuaje kama utakuwa na nguvu ya kumshuhudia Yesu Kristo? Utadili na mambo ya Yesu yasiyo kuhusu, utaachana nayo. Amen. Yaani sisi tupo kwa ajili ya Yesu.
tutamtaja Yesu, tutamzungumzia Yesu, tutamhubiri Yesu. Hata tunapomshauri mtu, tutamwambia Yesu. Hata tunapokupa ushuhuda, tutakwambia Yesu kafanya, tutakwambia Yesu kasema, tutakwambia Yesu ilikuwa, Yesu alitusaidia hapa, Yesu alituvusha hapa, Yesu alifanya hivi hapa. Yaani tutamshuhudia Yesu. Ukiwa una Roho Mtakatifu, unakuwa na ujasiri na nguvu ya kumshuhudia nani? Yesu. Amen. Matendo 4:29-31. Matendo sura 4 mstari 29-31. Neno la Mungu linasema, basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumuomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Amen. Wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Ndio maana nikakupa mfano hata wa Petro kabla hajajazwa Roho Mtakatifu na baada ya kujazwa Roho Mtakatifu. Petro kabla ya kumjazwa Roho Mtakatifu alimkana Yesu mara 3, kila mtu anajua. Baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, Petro alihubiri injili kwa nguvu sana, kwamba yule Yesu mliyemsulubisha, yule Yesu mliyemkataa, yule Yesu mkamsulubisha, mkamgongomelea msalabani, mkamtaka yule aliyokuwa mhalifu, mkamsulubisha mwenye haki, kwa jina la huyo Yesu ndio limemponya huyu mtu. Baada ya kumuombea yule aliyokuwa anaomba pale, yule kiwete aliyokuwa anaomba pale kwenye mlango mzuri, hapa akamwambia, sisi hatuna tukupacho, ila kwa jina la Yesu tulicho nacho ndicho tukupacho. Si atukupie fedha wala dhahabu, ila tulicho nacho sisi ndio tukupacho. Kwa jina la Yesu simama uende. Akasimama akaondoka. Watu wakiwa na shanga Petro wasema, msitushangae sisi, sio sisi tuliofanya, ila ni huyu Yesu mliomkataa. Jambo kwa haraka. Kwa sababu mtu mwenye Roho Mtakatifu ni lazima atamtukuza Mungu tu. Ni lazima atampa Yesu sifa na utukufu muda wote tu. Ni lazima atajua kwamba Yesu ndo anafanya yote maishani mwake. Ni lazima atakuwa na ujasiri wa kunena habari za Yesu. Ni lazima atakuwa na ujasiri wa kumhubiri Yesu. Ni lazima atakuwa na ujasiri wa kumshuhudia Yesu. Yaani hataogopa, hataona aibu. Amen. Sio unakaa unatuzunguka eti nikitamka Yesu hapa watu watanielewaje? Ngoja nitamke Mungu. Miungu iko mingi bwana. Usitutaabishe. Matendo 1:8. Matendo sura ya 1 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Yesu yeye anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Tunaangalia tena Matendo 4:8-13. Matendo 4:8-13. Neno la Mungu linasema, ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema lililofanyika yule mtu dhaifu jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kwa jiwe kuu la pembeni, wala hakuna wokovu katika mwingine wa yeyote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa na damu tupasalo sisi kuokolewa kwalo. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Amen. Maandiko yako mengi, mengine nitaweka kwenye caption kulingana na muda. Nitaishia hapo kwenye kuwa na nguvu ya kumshuhudia Yesu Kristo. Amen. Kipengele cha 3. Utajuaje kama una Roho Mtakatifu? Lazima utakuwa na matunda ya Roho Mtakatifu. Ni lazima utakuwa na matunda ya Roho Mtakatifu. Lazima, ambayo ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Mtu mwenye Roho Mtakatifu hivi vitu hivi havimwachi.
Amen. Ukiona mtu ana roho ngumu, hana Roho Mtakatifu. Ukiona mtu yani kuna watu hawana huruma, huyo hana Roho Mtakatifu. Ukiona mtu yani tapeli kweli kweli aliyeshindikana, hana Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Wagalatia 5:22 mpaka 23. Yaani mtu mwenye Roho Mtakatifu atakuwa na upendo. Lazima. Hawezi kuwa ni mtu anayefurahia mabaya kwa mtu, anawaza mabaya kwa mtu, anawaza hila kwa mtu. Yaani ni mtu ambaye huyo hana Roho Mtakatifu. Amen. Yaani mwenye Roho Mtakatifu yaani anakuwa wa tofauti, anakuwa na upendo, anakuwa na huruma, yaani hawezi kuona mtu ana njaa hapo, alafu amekomaa, ana hela amekomaa, mtu analala na njaa, naona kabisa mtoto analia analala na njaa pale. Huyo sio Roho Mtakatifu. Amen. Wagalatia 5:22-23. Wagalatia 5 sura 5 mstari wa 22 mpaka 23. Neno la Mungu linasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Ndio maana ukiona mtu anapenda magomvi tu, fulani amenitukana, na mimi nina mdomo wa kumjibu amenitukana, lazima nimjibu Roho Mtakatifu hayuko hapo. Kwa hiyo utajuaje kama una Roho Mtakatifu? Utakuwa ni mtu ambaye upo calm. Amen. Hata kama unaona mtu anakufanyia mabaya, umetulia tu, ushinde ubaya kwa wema. Unakuwa ni mtu ambaye ni mvumilivu, unaweza kuvumilia changamoto ndogo ndogo. Unakuwa ni mtu mwenye fadhili. Uwezi mkono wako hauwi mzito sana kuhurumia watu, kusaidia watu. Unakuwa ni mtu mwenye utu wema. Unakuwa ni mtu ambaye una upendo kwa watu. Mimi nashangaa mtu anakuambia eti mtu anaweza kumchukia tu mtu. Pepo kabisa hilo. Yeye unajiona kabisa una pepo lichafu kabisa. Wewe unaanzaje kuchukia watu kwa mfano? Yeye unaanzaje tu kumchukia? Yaani unaanzaje kuchukia watu yani? Yaani kitu ambacho kwenye akili ya kawaida akiingii yani. Eti mwingine anakuambia kabisa, naweza hata yaani mtu hata kama nimemwona tu barabarani nikamchukia tu. Haya bwana. Ndio ujue hizo ndio alama za kujua kabisa kwamba wewe unamhitaji Mungu. Unamhitaji Mungu kwa upya kabisa. Yaani kwa upya kabisa. Ukiona wewe unamchukia mtu. Niwahi kumsikia mtu mimi ananiambia kabisa, namsikia mtu anamsikia kwa masikio yangu haya, namsikia kwa masikio yangu haya. Kuna mtu alikuwa anaumwa, amezimia. Ametundikiwa madrip. Madaktari wanahangaika kuona kwamba wanahakikisha wanaokoa maisha ya huyu mtu. Halafu nikamsikia huyu mtu akisema na kome. Kuna Roho Mtakatifu hapo. Kazi. Huyo tena kuna siku nilimsikia akasema, najua kudharau mtu mimi. Nikajifanya kama sijasikia hivi. Alafu nikatoa na macho yote. Moyoni nasema hapo kazi ipo. Kazi ipo. Amen. Penye Roho Mtakatifu pana mipaka. Yaani utaona kabisa huyu mtu ni wa tofauti, kuna utofauti. Yaani hawezi kuwa sawa na mtu mwenye nguvu za giza au mtu ambaye hana Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hiyo ukiona kuna vitu unavifanya ambavyo yani unajiona kabisa unajua hapa lazima utengeneze. Yaani lazima utengeneze. Amen. Usijifariji kwa sababu nyakati zenyewe ndo zimeisha. Tengeneza. Tunakumbushana haya ili upate kujichunguza na kuamua kutengeneza maisha. Amen. Namba 4, tumeshatoka hapo kwenye namba 3 kwamba lazima utakuwa na matunda ya Roho Mtakatifu. Namba 4, utajuaje kama una Roho Mtakatifu? Utakuwa na kiu ya maombi, kiu ya ibada na kiu ya neno la Mungu. Amen. Yaani utakuwa ni mtu unayejibidisha na mambo ya Mungu. Ukiona kwamba wewe ukifika kwenye maombi, mkianza mambo ya kutafuta mambo ya kufanya maombi ni ndani ya dakika 2, 3, 4, 5 chali. Bado kazi ipo. Amen. Ukiona uko interested kabisa. Kuna mtu mmoja niliwahi kumsikia pia naye. Macho yangu yakatoka anasema, "Yaani mimi siwezi kulala bila kusikiliza nyimbo za muziki." Ameokoka huyo? Nasema, Yaani ukatoa, Yaani kuna vitu vingine
Yaani unashangaa unaona kabisa kwamba mbona vitu kama hivi sijawahi kuvisikia duniani. Anakaa kwenye gari, anafungulia nyimbo zake za muziki hapo, anasikiliza. Nikajua huyu safari ya wala anayo ndefu. Na kweli. Wala yani mimi niliposikia tu nikajua huyu safari ndefu hana. Safari ndefu huyu hana. Huyu safari ndefu hana. Na kweli. Tulishaga mpoteza kitambo. Yaani maisha ya ulimwengu wa leo ni halisi sana. Maisha ya ulimwengu wa leo sio kuleteana tu porojo tu hivi. Wewe mtu yaani ili uende ibadani lazima upigiwe simu na mchungaji. Umeokoka. Ni mzee wa kanisa labda, ni shemasi labda, ni hata kama ni mtu baki labda. Ili uende kanisani ni lazima upigiwe simu. Au unapiga yani leo mimi singekuwa kwa sababu mchungaji atanipigia simu kuniuliza mbona hujaja ibadani, mimi nisingeenda ibadani yani. Yaani mimi sina hata shida ya kwenda ibadani, yani mimi singeenda ibadani kabisa. Lakini yani mchungaji atanipigia simu, ataniuliza mbona hujaja ibadani. Au kama hivyo, kama unavyojua tena makanisa ya Kipentekoste, kuna makanisa ya Kipentekoste na wapenda bure. Wanajua kufuatilia kondoo asikwambie mtu. Haja kuona ibadani. Jamani mama fulani hatujamuona ibadani, ndio tukamwone labda anaumwa. Yaweza watafikiria anaumwa. Watu wamebebana. Watu 4, 5, 6, 7. Twende tukamwone mama fulani, tukamtembelee, sio kaida yake labda anaumwa mwenzetu. Kumbe wewe uvivu wako tu. Sasa ndo unapiga sababu. Nisipoenda kanisani hapo itakuja timu. Ukiona hivyo Roho Mtakatifu hayupo. Yaani unakuwa hauna kiu ya ibada. Hauna kiu ya ibada. Amen. Yaani ukiona Roho Mtakatifu, ukiwa hauna Roho Mtakatifu, huna kiu ya ibada. Huna kiu ya kumtafuta Mungu. Huna kiu ya kusoma neno. Amen. Yaani unakuwa huna kiu kabisa na mambo ya Mungu. Sasa hiyo ni dalili ya hatari sana kwamba yaani mambo ni magumu. Amen. Ngoja tusome hapa chapu. Tusome hapa chapu. Amen. Warumi 8:26 ile tulishaisoma Warumi 8:26. Neno la Mungu linasema, kadhalika Roho nayo tusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikowezwa kutamkwa. Amen. Kadhalika Roho nayo tusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Amen. Yaani unajikuta unakuwa uko busy na mambo ya Mungu. Yohana 16:8-13. Yohana 16. Yohana 16:8-13. Neno la Mungu linasema, naye akiisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Amen. Na bado ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Na mambo yajayo atawapasha habari yake. Atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Nani wanasema? Mwenye mbingu yake Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mwenye mbingu yake Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Anasema mstari wa 13, Yohana 16:13, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote. Atatuongoza tutie kwenye kweli yote. Yaani atatupa bidii ya kumtafuta Mungu. Atatusaidia kumuelewa Mungu, kufahamu nini Mungu anataka, nini Mungu hataki. Atatuongoza kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yaani ndio maana nakwambia ukiwa na Roho Mtakatifu ni lazima utajua mambo yanayokuja mbele yako. Lazima utajua. Amen. Yohana 14
Yohana 14:26 neno la Mungu linasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amen. Kwa Roho Mtakatifu ndo anayetubidiisha. Ukiona mtu anabidia maombi, ukiona mtu anabidia ibada, ukiona mtu anabidia mambo ya Mungu, mambo ya neno la Mungu, kusoma neno la Mungu, kujifunza habari za Mungu, kujibidiisha, anapenda kusikiza nyimbo za kuabudu, anapenda hata kimakundi, hata kimambo ya ajabu ajabu, hata hivi, maana yake ni Roho Mtakatifu anamsaidia, Roho Mtakatifu anamchochea. Amen. Manake wewe unakuwa una Roho Mtakatifu. Yaani ukiona unapenda mambo ya Mungu, vitu vya kimungu, tabia za kimungu, yaani unapenda vile vitu vizuri, unafurahishwa na mambo yale ambayo yanampendeza Mungu. Kwa sababu hakuna mtu asiyejua mambo ya kumpendeza Mungu. Kila mtu anajua. Ndio maana nimekuambia, unapoenda kwa mganga wa kienyeji, ukawa umepotea njia, ukakutana na mabodaboda wamejaa pale bodaboda kwenye kilinge cha bodaboda. Huwezi kufika pale uko ndani ya bodaboda. Upo kwenye bodaboda. Huwezi kufika hapo kwenye kilinge cha bodaboda kwa sababu, jamani habari zenu? Wazima. Niko namuulizia mganga fulani. Anapatikana wapi? Usubutu. Nini maana yake? Unajua unachokifanya sio sahihi. Utakachokifanya utamuita bodaboda mmoja. Hello. Njoo kidogo. Atakuja. Samahani bwana, tulikuwa tuna shida kidogo lakini usituelewe vibaya. Alafu unashusha sauti zaidi. Tulikuwa tunamuulizia mganga fulani hivi yupo maeneo gani, anapatikana maeneo gani. Mbona usijatamka kwa sauti kubwa? Unajua unachokifanya. Kwa ukiona wewe unabidia kujibidiisha kwenye mambo ya Mungu, ukiona unabidia, yani ndio maana si lazima mtu akwambie kwamba wewe uko upande gani. Wewe mwenyewe unajikagua tu mwenyewe, unajijua tu mwenyewe. Yaani unajikagua tu mwenyewe, unajijua tu mwenyewe. Unajijua wewe ni wa nani? Yaani hakuna mtu asiyejijua yuko upande gani. Yaani unajijua tu. Ndio maana Joshua akaona watu wasinitaabishe wana wa Israeli. Mambo yasiwe mengi. Akachukua familia yake akakaa pembeni. Akasema mimi na familia yangu, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Nyinyi chagueni mtakayemtumikia. Kama mkitaka kumtumikia Baali, haya nendeni mkamtumikie huko, msinichoshe. Kwa sababu inafika mahali na kila mtu anajua anachokifanya. Kwa sababu hata sisi tutamtumikia Bwana. Umeona? Utamtumikia Bwana, amua sasa. Akasema amueni hivi leo yani. Amueni, amua, maisha ni kuamua tu. Taka unachokitaka. Yaani usiwe ni mtu ambaye yani hujielewi yani. Unaenda kama bendera lifuata upepo. Sio kweli. Amen. Namba 5. Utaongozwa na Roho Mtakatifu, hutategemea akili zako mwenyewe. Amen. Utamruhusu Roho Mtakatifu akuongoze. Hutatamani kuongozwa kwa akili zako mwenyewe. Ndio maana unakuta hata wenzetu waliotangulia, hata wana wa Israeli wakati ule walikuwa na manabii na mitume, walikuwa na manabii na waamuzi. Ilikuwa ni lazima kabla wajaenda hata vitani wakaulize kwamba je, tuende au tusiende, tufanye hivi tusifanye hivi. Hakuna nabii wa Bwana hapa, tuulize neno kwa Bwana kuhusu hii vita inakuaje, kuhusu jambo linakuaje. Hakuna nabii wa Bwana hapa jamani, tupelekeni kwa nabii wa Bwana. Wanaenda mara kwa Samueli, wanaenda kwa kina Isaya mwana wa Amozi, wanaenda wako busy kumtafuta Mungu. Mungu tusaidie hapa tunafanyaje? Mungu tusaidie hapa tunafanyaje? Mtu yoyote ambaye amejazwa Roho Mtakatifu hatafanya mambo yoyote kwa akili yake. Hata anapotafuta kazi, atawaza kichwani mwake anataka kufanya kazi sehemu gani, ataileta magotini mwa Bwana. Ndio maana atakuwa ni mtu wa maombi sana, kwa sababu kila kitu anatamani Mungu amuongoze. Yaani anataka Mungu amwambie. Amepata kazi sehemu 3, atamwambia Roho Mtakatifu nichagulie. Unataka kazi niende wapi? Ambapo unaona pana manufaa. Atakuwa na mawazo 2 matatu. Atasema katika haya Roho Mtakatifu, niambie nifanye nini? Na Roho Mtakatifu anaweza kumwambia achana na haya yote. Mimi nakupa wazo jingine. Roho Mtakatifu akampa wazo jingine. Yaani mtu mwenye Roho Mtakatifu atatamani kuongozwa na Roho Mtakatifu, hata tegemea akili zake mwenyewe kamwe. Rumi 8:14. Amen. Rumi 8:14. Rumi 8:14 neno la Mungu linasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Amen. Tunaenda kukaribia kumaliza kulingana na muda. Leo ni siku bize kidogo. Namba 6. Lazima utakuwa na karama za Roho Mtakatifu. Mtu mwenye Roho Mtakatifu, hizi karama zote, hata kama hazitatendeka kwa wakati mmoja zote, lakini zote utakuwa nazo.
Yaani zote utakuwa nazo. Karama za Roho Mtakatifu utakuwa nazo. Uwe unajua, uwe hujui, ni kuzichochea. Karama za Roho Mtakatifu utakuwa nazo. Karama za Roho Mtakatifu ni neno la hekima, utakuwa na neno la hekima. Ndio maana nimesema hautakuwa ni mtu wa magomvi, hautakuwa ni mtu wa mashindano, hautakuwa ni mtu wa mafaraka, hautakuwa ni mtu wa hivi. Roho Mtakatifu atakupa hekima, atakupa neno la maarifa, atakupa maarifa kwenye kila jambo unalolifanya. Roho Mtakatifu atakupa neno la maarifa. Utakuwa na imani, utamwamini Mungu hata kwenye mambo yaliyoshindikana, mambo yasiyowezekana, mambo yasiyojulikana, utamwamini Mungu. Utaamini Mungu anaweza kukusaidia. Utaamini Mungu anaweza kufanya. Mungu anaweza kufanya njia pasipokuwa na njia. Yaani utaamini kila jambo ambalo Mungu amelisema. Utaamini kila jambo ambalo Yesu amelisema. Utaamini kwa 100% kwa sababu Roho Mtakatifu anakuwa yuko ndani yako. Utakuwa una karama ya uponyaji. Hiyo yani kuponya, hii karama ya kuponya ni kwa kila muamini, kwa sababu yamesema kwenye ile Marko 16, kwenye Marko 16 kuanzia mstari ule wa 16 kwamba enendeni ulimwenguni kote mkafanye watoto kwa wanafunzi wangu, mbwa ishara hizi zitafuatana nao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo hivyo ni vitu ukishakuwa umeamini una Roho Mtakatifu ni vya lazima kuwa navyo katika maisha. Matendo ya miujiza. Amen. Matendo ya miujiza kwa mtu mwenye Roho Mtakatifu ni kitu cha kawaida sana. Ni kitu cha kawaida kama Yesu alivyosema, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kuharibu nguvu zote za yule mwovu adui, wala kuna chochote kitakachowadhuru. Yaani ametupa mamlaka ya kufungua vitu mbinguni, dunia tunafungua duniani, vinafunguliwa mbinguni. Tunafunga duniani, vinafungwa mbinguni. Yaani ametupa mamlaka. Unapokuwa na Roho Mtakatifu unakuwa una mamlaka. Amen. Kwa hiyo chochote unaweza ndio maana mimi nasema wala hauna haja kukaa kuhangaika kwamba eti ili ufanikiwe lazima utaabike sana. Sio kwenye ulimwengu wetu. Sio kwenye ulimwengu wetu. Sio kwenye ulimwengu wetu. Amen. Sio kwenye ulimwengu wetu. Huku kuna mambo mengi yanaweza yakafanyika. Cha msingi tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, na mengine yote utapewa kwa ziada. Amen. Karama ya unabii. Tumetoka kuangalia tu sasa hivi. Tumetoka kuangalia sasa hivi andiko gani ile ninasema. Tumetoka kuangalia sasa hivi hii Yohana 16:8 hadi 13, mstari wa 13. Yohana 16 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema Roho Mtakatifu atatujulisha mambo yajayo. Atatujulisha mambo yajayo. Kwa hiyo ukishakuwa una Roho Mtakatifu, karama ya unabii ni ya lazima. Unia lazima. Amen. Yaani hii, mimi kwa mfano toka utoto wangu. Mimi mpaka nilikuwa nawaambia wanafunzi wenzangu shuleni. Kuna baadhi ya vitu nilikuwa na vyote vilikuwa vinanitesa sana. Kuna ndoto moja nimeanza kuota na nilikuwa darasa la 3 na miaka 9. Yaani ile ndoto ilikuwa ni ndoto ambayo kiuhalisia ni kama ya kuharibu maisha yangu kabisa. Yaani nilianza kuiota toka nikiwa darasa la 3 na miaka 9. Nilikuwa nalia sana, watu wananikuta nimekaa peke yangu tu hivi nalia. Wananiuliza Lozi vipi, naambia yaani nimeota ndoto. Hii ndoto ni mara nyingi naiota. Inataka kuniharibia kabisa maisha. Wananiambia ni ndoto, tunaambia hapana. Mimi najua. Kwa sababu mimi nilikuwa na uwezo toka utoto. Nilikuwa na uwezo wa kuota mimi. Naweza nikaota, nimekutana na mtu, amenipa hiki, amefanya hivi, amevaa hivi, wa rangi fulani, nguo fulani, rangi fulani, atanipa kitu fulani, mazingira fulani, na ikawa kama ilivyo. Nilikuwa naweza nikaota toka utoto wangu. Nilikuwa naweza nikaota mimi. Naweza nikaota kwamba leo kuna kazi, yani mtafanya kazi fulani, kutakuwa na hiki, kutakuwa na kile, kutakuwa na kile. Yani hivyo. Naota mpaka vyakula ambavyo siku hiyo tutakula. Naota kila kitu, yani kila kitu mimi nilikuwa naota kila kitu. Na ninachokiota ndicho kinachokuwa exactly kabisa. Sasa nikawa napata mashaka. Alafu sasa piga hesabu, nimekwambia mimi nimekuwa kwenye mazingira tofauti kidogo. Sikuwa na watu wa kuweza kuongea nao. Nimekuwa mazingira ambayo sikubahatika kupata mtu ambaye naweza nikamueleza mambo yangu. Sikuwahi bahatika kupata mtu huyo. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana. Yaani nilikuwa na vilia rohoni tu. Nabaki nalia tu na Yesu. Nabaki tu namuomba Mungu anisaidie. Lakini wakati mwingine ukinikuta tu nimekaa niko na wamenifuata sasa, wananiuliza, "Sasa vipi hiyo ndoto yako hivi?" Basi nawatania, naambia, "Hivi unajua mimi ningekuwa nimezaliwa kwenye familia ya kishirikina, mimi ungenifanya mganga wa kienyeji." Kwa sababu mimi ninachomwambia, yani nilichokiona na nikimwambia mtu ndio kinatokea exactly hivyo. Yani kinatokea hivyo kilivyo. Yani akibadiliki kitu.
kinatokea kama kilivyo. Kwa hiyo hii ni karama ya Roho Mtakatifu. Amen. Sasa watu wengi unakuta hata familia nyingi ambazo Mungu anakuwa amewapa watu hizi karama toka utoto. Kwa sababu kuna watu tunaposema neema ya Kristo haimpati mtu akiwa amezaliwa. Neema ya Kristo inampata mtu kabla ya kuumbwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo hata anapokuja duniani ameshatambulika huyu ni wa Yesu. Amen. Yaani mtu kabla hajawekwa duniani wala hajatungwa mimba tumboni kwa mama yake, Yesu ameshajua kwamba huyu ni wa kwangu, nampeleka sehemu fulani, nawekeza mambo yangu, ni wa kwangu. Yaani ndio hivyo. Haibadiliki. Kwa hiyo kuna vitu vingine ndio maana unakuta watu wengi wana vitu hivyo toka kuzaliwa. Lakini sasa kwa sababu ya kutokufahamu labda na mazingira mambo mengi, ndio hao unakuta adui anawadaka kwa haraka sana. Kwa sababu anajua ni asset. Anawadaka kwa haraka sana. Mimi nilikuwa nawatania wanafunzi wenzangu, naambia hivi, mimi ningekuwa nimezaliwa kwenye familia ya kishirikina na wangenifanya mganga wa kienyeji. Hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Atukuzwe Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai, aliyenipenda akanichagua akanifanya wake tena wake tu. Akanitunza, akanilea, akanitetea, akanipigania, akanishika kwa mkono wake uliohodari mpaka hivi leo ni mali ya Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Atukuzwe Simba wa kabila la Yuda, bouncer wangu, baba yangu wa pekee ambaye ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Amen. Amen, amen. Kwa hiyo ukiwa na Roho Mtakatifu ni lazima utakuwa una hizi kalama. Amen. Ni lazima utakuwa una hizi kalama. Halafu itakuja kupambanua roho. Umeona? Yaani mtu mwenye Roho Mtakatifu. Nakumbuka hii tulikuwa tunaifanya sana tulipokuwa kwenye deliverance. Hivyo watu unafikiri, yaani unajua watu bwana hawaelewi sana ulimwengu wao. Atukuzwe Yesu, mimi amenifundisha ulimwengu wao toka nikiwa binti mdogo sana. Ndio maana nasema Yesu anachagua watu wake kabla hawajaumbwa, kabla hujawekwa misingi ya ulimwengu. Anawajua watu wake kabla hawajazaliwa. Amen. Anakuwa ameshawatakasa, ameshawatenga, ameshawaweka hivyo kwa kazi yake, kwa makusudi yake, kwa upendo wake, kwa fadhili zake hivyo. Amen. Tulipokuwa tunafanya deliverance wakati ule nikiwa binti wa miaka 14. Kulikuwa kuna kesi moja. Siku moja kwa mfano mimi nimetoka nyumbani. Kama nilivyowaambia mimi nilikuwa napewa taarifa nikiwa nimelala kama kuna kitu chochote sugu. Na kwa nimeshapewa taarifa kule mimi na nimeshapewa solution namna ya kwenda kukimaliza. Sasa ile siku ile naingia tu hivi mlangoni. Nakutana na lipepo limoja, watu wameomba na kuambia kama ni majasho yamewatoka yakawatoka tena. Yaani wameomba majasho kama kuwatoka, alafu yakawatoka tena. Alafu kilicho ni kela. Linasema hivi, Yesu namjua, sijui nani namjua. Kuna mipepo ya nuru. Haiogopi kutaja Yesu. Haiogopi kutaja Yesu. Tumekutana nayo kwenye hiyo kazi. Sasa hii huwa inamalizwa na Roho Mtakatifu tu. Hii huwa inamalizwa na kamanda mwenyewe. Yaani hii inamalizwa na kamanda mwenyewe. Yaani mimi ile naingia tu hivi. Yaani mguu wangu una step in kwenye ile hall. Ilikuwa ni ukumbi mkubwa kweli yani. Wagonjwa wengi. Sio hivi ninavyoongea kila Israeli watu wanafikiri kama ilikuwa ni kitu. Ilikuwa ni ukumbi mkubwa kweli. Irene House. Ukumbi unaitwa Irene House. Ukumbi mkubwa kweli yani. Umeona? Watu ni wengi. Wale watu wameomba na kuomba tena. Majasho yakawatoka na kuwatoka tena. Kwa jina la Yesu toka, kwa jina la Yesu toka. Kwa jina la Yesu toka, kwa jina la Yesu toka. Kwa jina la Yesu toka, kwa jina la Yesu toka. Alafu anakutana na nyama ngumi na waambia, Yesu namjua, sijui nani namjua, sijui. I say, toto wa Simba wa kabila la Yuda. Nilitoka kule, yani ile siku wasisahau. Kwa sababu niwaambia Yesu alinitumia sana. Yani sitaka nisahau ile siku. Nilifika pale nina hasira ya Roho Mtakatifu. Yani anamkashifu, yani pepo linamtaja Yesu hivi yani. Yesu namjua. Mimi ndo naingia huko. Yesu namjua. Sijui nani namjua. Yaani Yesu anamjua, sijui nani anamjua. Na wataja watu wengi tunaona na kina Petro, na kina Paulo wote anawajua. Nilifika pale nilinena maneno mawili tu. Nilinena kwa lugha maneno mawili tu.
Umetuweza. Pa! Case closed. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Asitutania rinda rabashanda rabakorabasaika. I say tunakutana na mambo mengi. Kwa hiyo kupambanua roho ni kalama ya Roho Mtakatifu. Amen. Kunena kwa lugha ni kalama ya Roho Mtakatifu. Lugha, aina za lugha mbalimbali ni kalama ya Roho Mtakatifu. Kufasiri lugha ni kalama ya Roho Mtakatifu. Amen. Hizi zote mtu unakuwa nazo. Amen. Ukiwa na Roho Mtakatifu, hizi zote hizi unakuwa hujui tu, lakini zote hizi unazo. Amen. Roho Mtakatifu wa Agano Jipya, zote hizi unazo. Zote. Kwa mujibu wa Yesu. Atatufunulia mambo yajayo, ndo hayo unabii. Utajua mambo ambayo yanatakiwa yatokee. Yaani mambo yanatakiwa kabla ya kutokea uwe umejua. Amen. Tena kuna viwango. Mimi kuna kipindi Roho Mtakatifu alikuwa anataka kunipeleka kiwango fulani. Nikamwambia Roho Mtakatifu naomba tu unaniambia kwa njia ya ndoto. Naomba tu. Yaani ilikuwa naweza nikaona live hivi. Yaani macho nikaona mambo mengi kabisa hivi. Nikamwambia Roho Mtakatifu naomba tu, naogopa. Naomba tu unaniambia tu kwa njia ya ndoto. Kwa njia ya ndoto inatosha sana. Kwa njia ya ndoto. Ikafika mahali, yaani Roho Mtakatifu anafanya sana kazi, I say. Yaani Roho Mtakatifu, yaani kadri vile ambavyo unakuwa unajiachilia kwa Roho Mtakatifu. Yaani Mungu anataka ujiachilie kwake, lakini kama nilivyosema, hiyo neema kwanza ya kumjua huyo Kristo unakuwa umeipata. Yesu anakuwa alishakufanya wake. Amen. Yesu alishakuchagua. Amen. Kwa hiyo tunaangalia kwamba ni lazima utakuwa na kalama za Roho Mtakatifu. Yaani ukiwa na Roho Mtakatifu lazima kalama za Roho Mtakatifu huzikwepi. Unakuwa nazo. Kwa sababu ni Roho Mtakatifu mwenyewe amekuja na vifurushi vyake. Amekuja amekaa akiwa fulu. Lazima utakuwa na matunda ya Roho Mtakatifu. Yaani wewe huwezi kukubali. Yaani mtu haitokaa itokee kamwe. Mtu mwenye Roho Mtakatifu amuone mtu ana njaa pale, yeye anakula hapa, afu yeye anakufa na njaa pale. So kweli. Yaani mtu mwenye Roho Mtakatifu yuko lazi yeye aache kufanya kitu kingine ambacho sio cha muhimu, amsaidie yule mwenye shida. Huyo ndo mwenye Roho Mtakatifu. Yaani mwenye Roho Mtakatifu anakuwa na huruma, anakuwa na utu wema, anakuwa na fadhili, anakuwa na upendo. Tukija kwenye kalama huku, mtu mwenye Roho Mtakatifu anakuwa na mipaka. Mtu mwenye Roho Mtakatifu hauwezi kumkuta tu kila maeneo, kila mahali, kila maneno. Fred amesema na mimi lazima niseme, nina mdomo ninasema. Roho Mtakatifu sio wa machafuko. Amen. Roho Mtakatifu anakupa hekima. Tena wakati mwingine, kwa sababu Roho Mtakatifu tumeshakwambia kwamba ukiwa na Roho Mtakatifu anakuambia nini cha kufanya mbele. Kwa hata kama kuna jambo gumu linakuja kwako, ameshakwambia na solution. Mwana Roho Mtakatifu alivyo. Hakuna kitu na enjoy mimi kwenye maisha yangu. Niseme kweli. Hakuna kitu mimi na enjoy kwenye maisha yangu kama kuwa na huyu Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu kwangu mimi, hata kama nikiwa nafanya kitu cha kipumbavu, hata kiona ni cha kipumbavu, lakini nimeshamshirikisha Roho Mtakatifu. Yaani lazima nimwambie. Na yeye mwenyewe kwa sababu tulivyozoeshana naweza nikasema, yaani unajua Mungu alivyo, Roho Mtakatifu alivyo, ni wewe unavyomchukulia. Yaani huyu Yesu alivyo, ni wewe unavyomchukulia. Kadri unavyomchukulia karibu hivi. Mimi kuna wakati nakaa hivi na feel nimekumbatiwa kabisa. Yaani na feel. Na ndio maana mimi ni ngumu sana. Yaani mimi si feel lonely. Maisha yangu mimi lozi nilieka hapa. 95 au 99 ya maisha yangu nimeishi hivi unavyoniona peke yangu. Sina mtu yoyote pembeni yangu. Naweza nikasema ni 95 mpaka 99 ya maisha yangu. Nimeishi hivi. Lakini watu wananiona naishi. Watu wamejaribu kutafuta huyu anaishije, inakuwaje, wanajaribu kutafuta mambo yake anakuwa nani yuko ana nguvu gani, nyuma kuna kitu gani. Yaani hata ukiona nimedumbukia kwenye shimo, mtu anafikiri nimedumbukia kwenye shimo, wanashika kichwa kabisa, pale lozi hata toka mnaniona kule. Nishatoka kitambo. Nishasahau. Amen. Kwa sababu unakuwa nilishaambiwa kuta hiki kitakuja. Na hiki kitakachokuja kitapitia hapa, kitatokea hapa, mwisho wake ni hapa. Na kikifika mwisho,
Ananiambia kabisa, kama hata majaribu ya yule wakina Mazinduna na matakataka yake yale, Roho Mtakatifu aliniambia kabisa, majaribu yako yamefika mwisho. Nimeng'oa mzizi wa majaribu. Nimeng'oa, naisikia kabisa, nimekaa hivi sauti. Nimeng'oa mzizi wa majaribu. Majaribu yako yamekwisha kabisa. Yaani uko na Roho Mtakatifu. Yaani huyu Mungu ni vile wewe unavyomuweka. Ukimweka kama utafikiri ni Mungu gaidi, atakuwa Mungu gaidi. Ukimweka ni Mungu rafiki, atakuwa Mungu rafiki. Ukimweka ni Mungu kila kitu kwako, atakuwa kila kitu kwako. Ukimweka afanye kila kitu, atafanya kila kitu. Ukimpa access ya kila kitu, atafanya kila kitu. Yaani ukimwekea mipaka kwamba hili mimi nataka nifanye mwenyewe, wewe utaishia hapa, ataishia hapo. Ukimpa uwanja wote afanye mwenyewe kila kitu, anafanya mwenyewe kila kitu. Sure. Mimi nakwambia. Yaani ni wewe, uelewa wako, mtazamo wako. Uelewa wako, mtazamo wako. Ni wewe. Hana mipaka. Hana mipaka. Yaani hana mipaka. Nimekwambia mimi alianza kunipa maono ya mpaka mwenyewe nikaanza naomba. Inatosha tu kwa njia ya ndoto. Inatosha kwa njia ya ndoto. Ilifika mahali mimi nilikuwa naota, naweza nikaa naota. Yaani nipo kwenye ndoto, naota nimesimama sehemu. Halafu niko nje ya nchi hapo, na waona watu ambao wako mbali sana. Wamekaa, yani vile walivyokaa, wanavyoongea, yani kama movie hivi, wanavyoongea, wanachokijadili, huyu anasema hiki, huyu anasema hiki, huyu anasema hiki, huyu anajibu hivi. Yani kiasi ambacho nikija kuwasimulia asubuhi, wanaweza kujiuliza wewe ulikuwepo? Ni kama nilikuwepo pale, lakini niko nje ya nchi. Amen. Huyo ndio Roho Mtakatifu. Tunapokuambia kuhusu Roho Mtakatifu tunamaanisha ulimwengu wa leo ni halisi. Ulimwengu wa leo ni halisi sana. Ulimwengu wa leo ni halisi mno. Asikwambie mtu. Kadri vile ambavyo unakuwa uko busy na Mungu na umempa Mungu, yani umepondeka, moyo wako umepondeka. Yani Mungu anachokitaka yeye ni moyo, anasema moyo uliopondeka hakika hata udharau. Yani anataka umwambie mimi siwezi bila wewe, fanya kila kitu. Yani umuone ni wa thamani, yani ni wa kwanza kwenye maisha yako. Mimi nakwambia utaenjoy sana maisha. Utaenjoy sana maisha. Hata kama magumu yatakuja, lakini yatakuja, yanapokuja, watu nje ndo watayaona magumu. Wewe hautapita kwenye yale magumu. Kwa sababu Yesu atakubeba kifuani. Yesu atapita yeye akiwa amevaa yale mabuti. Amen. Wewe amekubeba kifuani. Kwa hiyo watu wanafikiria kwamba wewe umeisha, hapo uje kuona ng'ambo ya pili, tena ukiwa na utukufu mkubwa zaidi kuliko hata ule wa mara ya kwanza waliokuona nao. Amen. Huyo ndio Roho Mtakatifu. Huyo ndio Yesu. Amen. Yani magumu yanaweza yakaandaliwa kabisa. Lakini utakapotoka pale, sio wewe utapita kwenye hayo magumu. Kwa mfano mimi kuna siku moja nimeamka nina shida na hela. Nasoma mara moja, soma mara mbili. Nina shida sana na hela. Nikamwambia Roho Mtakatifu nina shida kiasi fulani cha hela. Hivi nikikwambia kwamba nilienda nikakuta kwenye hela kwenye mto shilingi 160,000. Hivyo utaniambia mimi nilisahau 160,000 kwa maisha ya kibongo bongo? Nikiwa nje okay, naweza nikasema sawa. Nikiwa nje inawezekana. Lakini nje pia hela ya Tanzania mimi naitoa wapi? Nje mimi sina hela ya Tanzania. Umeona? Labda ni change hela ya Tanzania waniwekee kwenye account yangu benki, ndio utakuwa na hela benki, lakini sio cash mkononi. Amen. 160,000 kwenye mto. 160,000. Yani ile nimechukua tu mto hivi, nafungua. Tena nilimwambia Roho Mtakatifu niweke popote unapoona wewe. na sini hata nilikuwa nafanya nini mimi sijui. Bora kama hapa mimi tunatuna hapa. Na atoa hivi 160,000. Wala sina maswali mimi. Sasa mimi sina undugu na shetani kwamba atoke huko aje aniwekee hela. Aniwekee hela. Kwanza shetani na vitu vyote vilivyomo, yani shetani na vitu vyake vyote ni mali ya Yesu babangu. Asinipe kichefuchefu hapa. Siku moja nakumbuka wakati ule ndio nilikuwa kwenye lile jaribu la kuishi na wakina Zinduna, baba Zinduna na Zinduna wake. Walinitesa sana wakati ule kwa kweli. Lakini atukuzwe Yesu, aliniokoa sana. Yani aliniokoa kwenye hela zao kwa sababu siwezi tu kutamka mambo mengi. Lakini walinitesa sana. Nilikuwa sina chakula, sina chochote siku hiyo. Umeona? Nimetoka kanisani. Nimeongea tu na Yesu wangu, nimetoka kanisani. Natembea na uje barabarani hivi nisikutane na hela na maboksi ya sabuni za kuogea. Yani kama kuna mtu ametoka alikotoka, amekuja ameniwekea barabarani.
Atukuzwe simba wa kabila la Yuda. Atukuzwe Yesu aliyenilea na kunitunza kwa gharama mno. 95% ya maisha yangu mimi peke yangu chini ya jua hili, na Yesu pekee ninayemjua. Yaani kama mtu ametoka na boksi za sabuni za kuogea pamoja na pesa, yaani utafikiri ni kama vile niliomba kwa sauti, labda ni kama mtu alisikia, lakini mimi hata sikuomba kwa sauti. Kwanza hata sidhani hata kama nilimwambia Yesu kwamba sina mahitaji hayo. Mimi nilienda tu ibadani yani. Wakati narudi. Amen. Nimekutana barabarani. Nakwambia barabarani. Nimekuta boksi za sabuni za kuogea kadhaa pamoja na pesa katikati pale. Nikachukua vile vitu. Asante Yesu, nimeka zangu kwenye mkoba. Naendelea, nafika nyumbani nakuta sijui mama nani amekuja ameniletea unga, sijui na mama nani. Atukuzwe Yesu Kristo wa Nazareti, simba wa kabila la Yuda. Atukuzwe Mungu wa Israeli babangu. Atukuzwe Roho Mtakatifu ambaye ndiye maisha yangu. Nikiongea hivi watu wanadhani kama ni hadithi. Watu wanadhani kama ni story. Sio story. Ni hali halisi ambayo mimi nimepitia. Amen. Ukiwa vizuri na Mungu, Mungu atafanya njia pasipokuwa na njia. Mungu atafungua milango ya baraka. Alimlisha Elia kwa kunguru. Mungu hana anachokishindwa. Mungu ana jambo gani analolishindwa? Mbona yote unayopitia Yesu aliyafanya? Mbona yote unayoyaona leo Yesu alifanya? Alifanya yote, mimi nakwambia. Yote alifanya yani lolote unalopitia wewe, mpe tu Yesu halali. Mwambie tu Yesu kwamba unamhitaji Yesu. Unamhitaji Yesu awe ndo kila kitu kwenye maisha yako. Unamhitaji Yesu afanye kila kitu kwako. Amen. Amen. Yani ni kumwambia tu Yesu unamhitaji. Ni kumwambia tu Yesu unamtaka. Ni kumwambia Yesu kwamba ndo kila kitu kwako. Amen. Mimi niliokaa na wewe hapa, dunia hii ilivyo ngumu, kuna siku nilikuwa nawaza. Nikasema unajua mimi ni kama vile tawi la kwenye mti ambalo mimi nilikatwa kutoka kwenye mti wa familia yangu. Nikakatwa kwa nguvu sana. Nikatupwa chini. Nikiwa nimekaa chini, nikawa nanyauka kabisa. Yaani nimekaa tu na tafakari hivi nalia. Alafu nikaona amekuja Yesu. Yaani tafakari kwamba akaja Yesu, akalichukua lile tawi lililokatwa kutoka kwenye mti wa familia yangu. Alafu Yesu akaliweka kwenye mti wake ambalo ndo Yesu. Alafu lile tawi likashamiri, likachipua upya. Lindarabashandarabokorabasaika. Huyu Lozi unayemuona hapa anayeongea na wewe, maisha yake ni Yesu 100%. Ni Yesu 100%. Hakuna anayeweza kakaa akasema kwamba kuna kitu amefanya kwangu. Ni Yesu 100%. Yaani si kwa akili ya kibinadamu, si kwa akili ya kawaida. Ni Yesu 100%. Yaani ni nyakati nyingi nikisema naanza kukupa ushuhuda na kusimulia niliomuona Yesu live akinitetea, yaani wanaogopa sana. Ndio maana mimi nasema kama Yesu wangu aishivyo na kama Yesu wangu alivyo mtakatifu, sitakaa ni msaliti na wala sitamtia wivu kwa chochote. Sitamsaliti na sitamtia wivu kwa chochote, kwa sababu naijua thamani yake. Najua aliyoyafanya kwenye maisha yangu. Najua anayoyafanya mpaka leo na atakayoendelea kuyafanya. Sio kazi rahisi mtu kuiishi kesho. Yaani mimi niko leo naijua kesho yangu ipoje. Mimi niko hapa nilipo, unaponiona nimekaa hapa, najua kesho kinafuata kitu gani. Ni neema ya ajabu sana. Atukuzwe Yesu Kristo wa Nazareti. Atukuzwe Roho Mtakatifu. Atukuzwe simba wa kabila la Yuda, aliyomwaga damu na kufa msalabani. Atukuzwe huyu Yesu. Na ndio maana mimi unaweza kaniona niko kwenye mahali fulani ni pagumu, alafu wewe unanionea huruma. Alafu mimi najua kwamba kumbe hapa pana muda wake, hata muda fulani upiti hapa. Mimi nakuwa niko pale, nimeshaona pale, wewe unaniona niko hapa. Amen. Kwa hiyo ni neema ya ajabu sana. Amen. Mpe Yesu access. Mpe Roho Mtakatifu. Mpe Roho Mtakatifu uhalali na maisha yako. Amen.
Haya mengine yote, hizi karama za Roho Mtakatifu ni lazima utakuwa nazo. Amen. Tunaenda kumalizia na kipengele cha mwisho. Ukiwa na Roho Mtakatifu ni lazima utaishi maisha matakatifu. Yani utachukia dhambi, utachukia makosa, utachukia, yani utajilinda kama nilivyoongea kule kwenye, yani mtu ukishakuwa una Roho Mtakatifu utatamani kujilinda. Yani mimi niende nikafanye nini? Yani Roho Mtakatifu mwenyewe anakusaidia. Amen. Hapa labda nina kitu pia kingine cha kushuhudia. Na kitu kingine kwa muda mchache nilionao cha kushuhudia. Tunaposema ukiwa na Roho Mtakatifu anatusaidia. Roho Mtakatifu anatusaidia. Anatusaidia. Nilipita kipindi fulani hapo katikati, kuna watu walikuwa wamenijeruhi. Unajua ujeruhi Promax. Kuna watu walikuwa na adui, shetani ni mpumbavu. Shetani ni mpumbavu, tena ni zaidi ya mpumbavu. Unaelewa? Unajua kwa nini nasema ni zaidi ya mpumbavu? Shetani anajua mimi hawezi kuniletea kitu chochote ambacho kitanifanya kinifarakane mimi na Yesu wangu. Anajua hakipo. Akaamua kutumia watu. Nilifanya mistake. Alafu Roho Mtakatifu alinionya mara 2 kwa njia ya ndoto kabla sijaifanya ile mistake. Nikaifanya ile mistake. Ikanipa maumivu ambayo sikuwahi kutarajia kupata maumivu chini ya jua hili kama maumivu yale niliyoyapata. Yani nilipata maumivu ambayo ni maumivu Promax. Nakwambia maumivu Promax. Siwezi kusema ni nini. Lakini nitakwambia, kwa nini nakwambia hivi? Kwa sababu Roho Mtakatifu na niko kwenye lazima utaishi maisha matakatifu. Yani utachukia makosa, utachukia mabaya, yani utachukia dhambi, utajilinda. Lakini Roho Mtakatifu ndio anayetusaidia. Hapo ndo nataka nikwambie, Roho Mtakatifu ndio anayetusaidia. Nilipata yale maumivu ambayo, hivi unajua una maumivu kiasi ambacho unaona moyo kama unatoka. Kama kuna mtu ameushika moyo hivi, alafu anaung'oa. Yani moyo ameushika mikono miwili, halafu anaung'oa hivi. Maumivu makali, naenda kwa daktari, nina pesa mkononi. Atukuzwe Yesu, alikuwa aje akuninyima pesa. Ninaenda na daktari na pesa mkononi. Namwambia daktari, moyo unaniuma. Wananiambia Lozi unakufa Lozi. Unakufa Lozi. Lozi unakufa, tunakuona. Nawaambia moyo unaniuma, nisaidieni. Wanasema hatuna cha kukusaidia hapo hivyo. La kukusaidia, toka nje ya nchi. Hilo ndo tunaweza kukusaidia. Hilo tu ndo la kukusaidia. Hatuna dawa ya kukupa wewe upone huo moyo, hayo maumivu ulionayo. Toka nje ya nchi tu itakuwa dawa. Yani maumivu Promax. Kila wakiniona, Lozi unakufa Lozi. Lozi unakufa Lozi. Yani huo ndio ulikuwa usemi wako. Lozi tunakuona unakufa Lozi. Lozi unakufa. Lozi unakufa. Unabaki na muda mchache Lozi. Hebu chukua maamuzi magumu. Fanya hivi. Haikuwa kazi rahisi. Atukuzwe Yesu Kristo wa Nazareth, mwana wa Mungu aliye hai, simba wa kabila la Yuda, ambaye ndiye Alfa tena Omega, mwanzo tena mwisho, niko ambaye niko, baba wa mababa, Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme. Ile siku nilikuwa nimelala nikiwa na maumivu makali sana kwenye moyo wangu. Yani nimejitahidi kwa maombi yote niliyoomba kwamba nirudi kwenye hali ya kawaida, ilikuwa ni ngumu. Roho Mtakatifu akaona hapa mwanangu lazima nimsaidie. Mwanangu hii kwake nyama ni ngumu. Yalikuwa ni maumivu Promax. Maumivu Promax. Nikiwa nimelala siku hiyo nikapata maono haya. Nikaona kwanza wakati naanza kupata hayo maono, niliona jinsi nilivyokuwa nagombana na yule mtu aliyekuwa ananipa maumivu yale. Najaribu kumuelezea kwamba anachokifanya hivi anakosea, haelewi, yametulia. Yani naye ni kama alikuwa anatumiwa tu na adui. Yani adui aliona hana kwa kunipatia ila hapa. Yani najaribu kumueleza kwamba unayoyafanya haya, kwani wewe uoni kama unakosea? Kwani wewe, niko kwenye maono lakini hapo kwenye ndoto namwambia. Baada ya hapo nikiwa na maumivu yangu makali, nikaa nimetoka zangu
Pale nilipokuwa naongea naye nikaingia zangu ndani. Nilipoingia zangu ndani nikaamua kupanda zangu kitandani nilale. Ile nilipopanda zangu kitandani nilale, ghafla nikaona mtu anaingia chumbani kwangu. Yuko very serious. Anaingia. Nikaanza kuogopa kidogo, nilitaka nianze kuogopa kwamba labda kwa sababu amenisikia nilipokuwa nagombana na yule mtu kule, namuelezea vile anavyonifanyia kwamba anakosea. Kwani yeye haoni kama ananikosea? Kwani yeye haoni kama ananiumiza? Kwani yeye haoni kama anayonifanyia sio ya hali ya kibinadamu ya kawaida? Kwani yeye haoni? Maana mimi nilikuwa najaribu kumuelewesha